Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Karen Emmanuel Mwakyusa. Ninatokea katika huduma inayotambulika kama Christ Life Ministry International, ambayo iko chini ya uongozi na uangalizi wa mtumishi wa Mungu mkubwa kabisa anayejulikana kwa majina ya Prophet Jeremiah Martin. Ni furaha kubwa sana kuwa pamoja nani siku ya leo na siku zingine ambazo tutaendelea kwa pamoja, na tutaenda kujifunza neno la Mungu kwa kina, na pia tutaenda kuwa na huduma ya maombi na maombezi. Huduma hii ya Christ Life Ministry International inapatikana nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, kitongoji kinachojulikana kwa jina la Msewe. Kwa ambao watapenda kuungana na sisi, siku za ibada ni siku ya Alhamis na Jumapili, na siku za Alhamis tunakuwa na ibada kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12, na siku za Jumapili tunakuwepo kuanzia saa 4 mpaka saa 7 mchana. Karibuni sana. Lakini kwa wale ambao wangekuwa na maswali na maulizo mengine, kuna namba ambayo itakuwa inapita chini ya screen zenu, mnaweza mkatupigia simu na utapata maelekezo zaidi. Nisichukue wakati mwingi zaidi, nipende kumkaribisha sasa mtumishi wa Mungu aweze kutufundisha neno la Mungu, aweze kutumegea neno la Mungu, neno la wakati, neno la majira kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya taifa zima. Mtumishi wa Mungu huyu sio mtumishi wa Mungu ambaye tumewazoea. Ni mtumishi wa Mungu ambaye yuko very unique, ana kitu cha tofauti, ana neno la majira, ana neno la wakati kwa dunia nzima, kwako wewe mtu binafsi, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Kwa hivyo basi nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu Prophet Jeremiah Martin, ambaye neno lake halijawahi kuanguka na kila analolisema linakuwa. Lakini pia ni mtu ambaye anafundisha neno la Mungu bila wasiwasi na bila kugoshiwa na bila kubadilisha na bila ujanja. Utapata neno la Mungu kama lilivyo. Basi mtumishi wa Mungu, karibu sana. It is amazing kwamba leo tumekutana, na ni siku nyingi kidogo tujapata muda wa kukaa pamoja na kudiskasi na kusema mambo mazuri mbalimbali kuhusiana na Mungu. Lakini leo tutakwenda kujifunza, lakini pia nitachukua muda huu mzuri sana kwa sababu ya kufundisha. At the same time nitaombea wenye shida mbalimbali, wakiwa wagonjwa na watu mbalimbali, lakini I will minister prophetically if possible, kama Mungu ataniruhusu, ili mambo mazuri yaweze kufanyika kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hallelujah. Before sijaendelea mbele na sijaenda mbali sana, natamani tupate muda huu kidogo nimshukuru Mungu, alafu tuweze kuendelea kwa pamoja. Nataka tuende straight kwa ajili ya kwa mbele kwenye neno, sababu muda wetu umeshafika. Sasa hizi ni saa 2. I want everybody to be active when we are going to listen to the word of God, and everything is going to be fine and well. Baba, nakushukuru kwa neema yako. Thank you for everyone who is watching me right now. Thank you for the viewers all over across the globe. I thank you for everyone. Na kwa wale walioko Tanzania, asante kwa ajili yao. Walioko Dar es Salaam, walioko Arusha, walioko Mwanza na mikoa mbalimbali ya nchi ya Tanzania, ninakushukuru kwa ajili yao, ninakubariki kwa ajili yao. Wamehifadhiwa watu hawa, wamelindwa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umewatunza, na tunapoenda kujifunza sasa, ni wakati sahihi wa kweli kujulikana. Biblia inasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ni wakati wa kuwa huru. Ala kabarato jete. Ni wakati wa kuwa huru, kwa sababu ya ukweli huu ambao unakuwa displayed this day. Itawaweka watu kuwa huru kiakili, kiufahamu, na kwa mwendo wa kiungu watu watakuwa huru katika jina la Yesu. I pray for every single one of them that they are protected, they are preserved, and they are safe. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Shalom, shalom. Ni jambo la heri na la baraka. Leo tumekutana tena baada ya muda mrefu kidogo. Sikuwa hapa kwa sababu ya ratiba mbalimbali, lakini
I just want to take these few minutes to welcome every single one of you. Shalom, shalom. Without taking much of your time, I just want to go straight to the word of God ili tuweze kukomboa wakati na tupate muda mwingine wa kuhudumiana. Naomba twende kwenye kitabu kwanza. Nitaanza na kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri, sura yetu ile ya kwanza kabisa. Nadhani kila mtu ameona kwenye post yetu, nimetoa tangazo au tangazo lilitolewa na watu wa media. Topic yetu inahusu kuhusu habari ya the world system, mfumo wa ulimwengu. Sasa tunapokwenda kujifunza somo hilo, lazima niweke msingi ili kila mtu aweze kujua kwa nini tunajifunza somo hilo and what is it ambacho Mungu anataka kuzungumza na sisi siku ya leo. Ni jambo la msingi sana kila mtu aweze kufahamu kwamba kuna kitu Mungu anataka kusema na sisi. Shalom, shalom. Sasa kwenye kitabu chetu cha Mhubiri, sura yetu ya kwanza, najua nao wasomaji hapa, I have my daughters here with me. Kwenye kitabu chetu cha Mhubiri, sura ile ya kwanza, ule mstari wetu wa 9, naomba my daughter unisaidie kusoma kwenye Biblia yako ya Kiswahili. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka wa 11. Hebu nisomee hapo tuweze kuendelea wote kwa pamoja. Yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. Yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. Listen. Biblia hapo inasema yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. Yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. We are just starting to navigate in the world system. I'm going to explain what is it about tunakita the world system. Ni nini? And today I'm going to show you sababu kuna vitu vingi vimejificha katika mambo haya. Anasema yaliyokuwako yalikwisha kuwako. Na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Na yaliyotendeka, my God. Na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Yaani the Bible, Biblia kitabu cha Mhubiri 1:10 mstari wa 9. 1:9 anatuambia yaliyokuwako yamekwisha kuwako. Ndio yatakao kuwako. Na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Yaani maana yake kama kuna vitu vilitendeka zamani, kama kuna vitu vilifanyika mwaka jana, kama kuna vitu vilifanyika 2020 labda 2, those things vilivyofanyika miaka ya nyuma ndio vinakwenda kutendeka. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako. Tazama zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia, wala hakutakuwa na kumbukumbu lolote la vizazi vitakavyokuja miongoni mwao wale watakaofuata baadaye. Amen. Sasa angalia, huyu anayezungumza ni one of the wisest men in the world. Not just a king, but also he was a prophet. And all of us we know, Solomon was a king. And he was a wisest man in the world. Sulemani alikuwa ni mfalme, lakini pia alikuwa ni mwenye hekima duniani. Pamoja na hekima, pamoja na kuwa mfalme, leo Sulemani anakuja kutuambia kitu cha ajabu sana leo. Remember, katika vitabu vyote vya Suleiman, ameandika kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Wimbo Ulio Bora na kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali Suleiman amekiandika wakati akiwa bado kijana. Are you with me? Kitabu cha Methali amekiandika akiwa bado kijana. Ndio maana unaona kuna vitu vingi mule Suleiman ametumia misamiati mingi. Lakini kitabu cha Wimbo Ulio Bora amekiandika cha mwishoni. Lakini kitabu cha Mhubiri amekiandika wakati wa uzee. Wakati anakaribia sasa kuwa ascended au kulala pamoja na wanaolala pale.
au labda niseme kutumia lugha nyepesi, kufa katika Bwana, kulala katika Bwana. Kitabu hiki cha Mhubiri ndiye amekiandika cha mwisho kabisa, na ukiangalia the way alivyo display hekima juu ya kitabu hiki ni tofauti na vitabu vyake cha Methali na Wimbo Ulio Bora. Okay, Suleiman anatuambia mambo yaliyowahi kutokea ndiyo yatakayotokea, na mambo yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Meaning hakuna jambo, as we are going to explore, tunapoenda kuchimbua kwenda deeper kwenye ili topic yetu ya the world system, lazima uwe na fahamu kwamba tunachoenda kukizungumza ni kitu ambacho kimekwisha kutokea. Either wewe unafahamu au haufahamu. Mfumo huu au system hii au mambo haya ambayo tunaenda kuyazungumza yameshatokea miaka ya nyuma, ila tunachokifanya tunafanya repetitions ya vitu in a different ways. Sasa mtu mwingine akasema hamna bwana, saizi mambo ni mapya, tunavaa suruali, tunavaa there is nothing new under the sun. Hakuna jambo jipya, ila kuna modification ya vitu. Okay, wale watu wanaosoma au watu wanaofanya repairings za nyumba, huwa tubomoi nyumba, ila tunarepair nyumba katika mfumo, katika muundo fulani, lakini nyumba ni ile ile, msingi ni ule ule. I wish ningekuwa na mashahidi hapa. Nyumba unakuta ni ile ile, vitu ni vile vile, lakini kinachofanywa tuna repair tu nyumba, tunafanya modernize, tuna modernize ile nyumba, tuna create vitu vya zamani, tunaweka vitu vya kisasa, lakini si kama vitu havipo, vipo na vilikuwepo, ila tumefanya tu modernization ya vitu. Kwa hiyo Suleiman anatuambia mambo yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na mambo yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Maana yake what we are going to discuss today ni vitu ambavyo uwe na uhakika vimekwisha kutokea, uwe na uhakika vimeshatokea, na vinajirudia vingine mwaka huu. My God, this is so wonderful, this is powerful. Vitu hivi vinajirudia wenyewe, vitu hivi ni kweli, lakini ukienda deeper unakuja kujua vitu hivi hakuna jambo lilotokea jipya, ila mambo haya yanajirudia, ila sasa yanahitaji mtu wa rohoni kuweza kuyatafsiri mambo haya. Kuna wakati tutakuja hapa baadaye tunavyoendelea, ndio nafundisha kuhusu bale prophetic cycle. Every prophet ana cycle yake. By the way, I'm a prophet, a revealer of things, of hidden things, and I'm going to reveal some of the things today. My God. You know, hii dunia ni kama vile cycle fulani ambayo inahitaji mtu ambaye, apart from being just a human being, you must have a spiritual discernment, a spiritual understanding of things, ili kuweza kuyatambua, kuyafafanua mambo au kuyachambua mambo katika spiritual perspective. Usipokuwa mtu wa rohoni, utaona mambo haya yanaenda yanatokea, unasema mambo haya yametokea, hili jambo limetokea, limenikuta kwa bahati mbaya. Lakini kama bahati mbaya hajatokea, swala hili lilikuwa decided, limeisha tokea. Shalom. That was just an introduction. Now let us go to the theme or to the topic of today. Now, tunakwenda kudiscuss kuhusu habari ya the world system. Part 1 tunaanza nayo leo. Mfumo wa dunia. Na tunapo discuss mfumo wa dunia, neno hili linawezekana limekuwa watu walifahamu, lakini si wanavyotaka kufahamu. Kwanza nianze kueleza. Tunapozungumzia the world or the word world is different from the word earth. Neno ulimwengu na neno dunia au dunia, of course, ni vitu viwili tofauti. Nisikilize sasa. Tunaposema this earth, tunamaanisha the physical planet. The physical planet. Ndio tunaanza the world system. Naenda ku explain sasa deeper. Tunaposema neno earth, tunazungumzia the physical planet, ambapo tunazungumzia somo ndani valley, tunazungumzia mito, maji,
bahari, milima na vitu vingine vyote. Those are the things vinavyo form the word earth. Lakini ninavyozungumzia neno world, the neno world is different from the word earth, because the world by definition, or in Greek when you say the world, meaning kwenye Kigiriki imeandikwa cosmos. The word cosmos kwenye translations za Kigiriki zinazungumzia it is a system that govern, it's a system that govern, that rule, that affect the earth planet. Let me take it again. The word, or the word world, neno ulimwengu au dunia au ulimwengu, of course, ni mfumo ambao una govern, unaongoza, unaleta matokeo fulani katika ulimwengu au katika dunia. Mfumo huu unaitwa the world system. Ni mfumo wa kidunia, sio mfumo wa kiungu. Na kama ni mfumo wa kidunia, lazima leo tujue mfumo huu umekaaje. Na kama ni mfumo wa kidunia, tujue umekaaje, unafanyaje kazi. Na tumeshaambia tunaposema the world, meaning it's a system that govern economic, political, medical field, cultural field, or whatever field that you can talk of. Hiyo ndio tunasema the world system. Ni mfumo wa ulimwengu ambao una govern every being aliko duniani hapa, anakuwa governed by that rule or set kind of rules ambazo zimekuwa zimewekwa kwa sababu ya kuongoza watu fulani. Kwa hiyo tunavyoenda kudiscuss somo hili, naomba uwe na open mind, usiwe na mambo mengi. Nisikilize. Wakati unanisikiliza, be attentive, kwa sababu God is about to do something today. Japo kesho, next service nitawaeleza nani alianzisha mfumo huu. Nani alianzisha mfumo huu ambao tunasema the world system? Nani alianzisha? Manake kumekuwa kuna mambo mengi yanaendelea mitandaoni kuhusu baada ya mambo ya Freemason, nani amesha Freemason, uganga na nini. Kuna vitu vingi. You just stay with me. I'm going to explore things that you have never heard. Sasa mfumo huu wa dunia umekuwepo ever since, lakini mara ya kwanza ulikuwepo katika namna njema. Lakini after the fall of man, the next service nitaelezea kwa undani zaidi, nitaeleza deeper nani alifanya nini na nini kilitokea. After the fall of man, mfumo huu ukawa uko affected. Maana tunafahamu binadamu wa kwanza ambao tunamfahamu si binadamu wa kwanza kwa duniani, ila binadamu wa kwanza kuumbwa kwa sura kwa mfano wa Mungu. Tunamzungumzia Adamu. Binadamu wa kwanza ambaye tunamuita Adamu alikuwepo kwenye bustani. Alipokuwa pale kwenye bustani, baada ya Adamu kufeli au kuzingua kwa lugha ya Kiswahili, baada ya Adamu kuzingua, ndipo tunaona mfumo ukawa under subjection ya shetani au chini ya utawala wa Lucifer, ambao wale wataalamu wa maandiko, nikiongea neno Lucifer wanaelewa nazungumzia nani, and we are going to explain those things later on. Kwa hiyo baada ya kuanguka mwanadamu, mfumo ukawa chini ya utawala wa shetani. Na baada ya shetani kuwa anatawala, akaweka mfumo na yeye. Maana mara ya kwanza Mungu alikuwa ameweka mfumo kwamba kila anayeingia duniani aishi katika aina fulani ya mfumo. Lakini baadaye shetani, baada ya shetani ku take over mamlaka aliyokuwa nayo Adamu, kila kitu kikawa subjected kwenye mamlaka yake. Kwa na yeye shetani akasema, now I have to create a system that will rule, that will govern, that will control the entire world. Kwa ule mfumo akaweka, ambao mpaka leo tunauona una affect maisha ya watu kwenye biashara, maisha ya watu kwenye afya, maisha ya watu kwenye uchumi, maisha ya watu kwenye kila eneo, mpaka kwenye akili. Oh my God.
This is what we call the world system. Na mfumo huu umewaafect si tu watu wa giza, hata watu wa nuru wamekuwa affected. Command, it is an order. Kwa waliosoma sheria, I wish my friend Onesmo angekuwa hapa angenisaidia. Waliosoma sheria wanafahamu kitu moja kinaitwa, tunasema command, ndani yake kuna sanction, kuna adhabu ya kutokutii agizo lilotolewa. That's why watu wanajiuliza swali, kwa nini Mungu ampige Farao? Because that was a command. And command, there is a sanction in it if you disobey that command. Okay. Mungu alimwambia Musa, nenda kamwambie Farao awape watu wangu ruhusa. Meaning aliyewashika watu wa Mungu ni Farao. Na nimemwambia kesho nikija mara pili hapa nitaeleza mfumo asili yake ulianzia wapi, nani mwanzilishi. Sababu watu wengi wanasema tu mfumo wa dunia, lakini hawajui aliyeanzisha ni nani. Na tukipata muda tutaongelea mpaka Freemason huko ndani. Tujue Freemason nani alianzisha. Sababu watu wengi wanasema tu Freemason, yote hayo yako huko ndani. Sasa Mungu alimwambia Musa, kamwambie Farao, let my people go. Maana kilichoashika watu wa Mungu si kwa sababu uchumi ni mgumu, sio kwa sababu hakuna fedha, sio kwa sababu hakuna ardhi. Kilichoashika watu wa Mungu, maikirikaturadase, kilichoashika watu wa Mungu ni mfumo wa Farao ambao Mungu ndiye anaokomandi siku hii ya leo. Nawezekana zungumza na mtu hapa ananisikiliza, kuna mfumo upo kwenye maisha ambao una command mambo yafanyike yasivyotakiwa kufanyika. Let us go next verse, mstari wa 2. Farao akasema. Farao hakuishia tu kusikia, naye akabidi aseme Bwana ni nani? Bwana wewe Musa, unaniambia Mungu amekwambia niwape watu wake ruhusa. Na mimi nasema huyo Bwana ni nani? Hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Can you imagine? Meaning Farao anajua kuna miungu ambayo Farao anaisikiliza na anaielewa. Ndio maana duniani hapa kuna mifumo, hawa viongozi, mfano watu labda watawala, makatibu wakuu, watu viongozi wakubwa wa kitaifa, wa kimataifa, wengi wako, kuna mifumo ambao wanaisikiliza, ambao ni mifumo ya Farao, na wanajua kabisa kwamba akisema huyu nitasikiliza. Lakini huyu mgeni ambaye anakuja kuniambia wewe Musa, who is he? Who is that Lord? Who is that God? This is the challenge that we have today. That we have ministers, we have men and women of God ambao wanampresent Mungu, wanamwakilisha Mungu kwenye mifumo, alafu wanashinda kutoa majibu kwenye mifumo. Sasa Farao anamuuliza Musa, huyo Mungu wenu ni nani? Hata niwape wana wa Israeli ruhusa. Si kwamba Farao hajui kama kuna miungu au hajui kama kuna Mungu. Farao anajua kwamba kuna Mungu na miungu, lakini anataka kujua huyu wa sasa hivi ni yupi, sababu na miungu mingi katika nchi ya Misri. Then who is this God ambao nataka mimi niwe subjected kama mtumishi, niweze kuwaruhusu ninyi, ni nani? Mstari wa 3, binti yangu. Wakasema Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Musa anajaribu kujiexplain sasa. Angalia kitu cha ajabu hapa. Na makuria dasalia paradoshe. Musa anasema Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Tunakuomba. Wait. Remember, Mungu anamwambia Musa, nenda kamwambie Farao awape watu wangu ruhusa. It was a command. Kwamba tell Pharaoh that let my people go. Mara ya kwanza Musa anakuja na gia moja makini kwamba that said the Lord, let my people go. Lakini baada ya dakika chache, mstari wa 3, then Musa anaenda kuomba. Mungu hakumtuma kwenda kuomba, Mungu amemtuma kukomandi. I wish ningekuwa na watu. Mungu alimtuma Musa kwenda kucommand the system, right?
Mungu hakumtuma Musa kwenda kuomba the system. Now we have a problem here. Msomea mstari wa 3. Wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Twakuomba tupe ruhusa tuende safari ya siku 3 jangwani. Sasa angalia, Mungu alimwambia Musa, nenda kamwambie Farao awape ruhusa. Yeye Musa anafika, anaenda kumuomba Farao mara ya pili. Umeelewa? Hii shida tulionao sasa kwenye makanisa ambayo we have believers, we have pastors, we have men of God ambao wakiwa naanza huduma au wakiwa naanza ministries, they are very wako moto sana. Command. But when as they go along, wakishapata nafasi kwenye system, tell somebody that you are alive. Wakishapata nafasi kwenye system, tayari wanaanza sio tena kuiamuru system, ila wanaanza kuiomba system. Tuko sawa? Kuna sehemu tunaenda, endelea. Akasema urudia mstari wa 3 vizuri. Twakuomba tupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Angalia, Musa anaenda. Mungu amwambia nenda kumwambia Farao, waambie watu wangu, wape watu ruhusa, watu wangu ondoke. Alafu Musa anafika, badala ya kumwambia Farao, Musa anafika anaanza kumuomba. Unajua ndio maana sisi tunao watumishi wa Mungu wanajipendekeza kwenye serikali za dunia. Sasa mtumishi wa Mungu haoni privilege, haoni la kwamba akiwa yeye na Mungu. Anaona mpaka akiwapo mbunge fulani, akiwapo rais fulani, akiwapo waziri fulani, then anaona kwamba amekuwa vindicated in the world. Kwamba in my church I have the former president of United Republic of Kenya ndio yuko kwenye huduma yetu. That is not the quality. Hiyo sio sababu ya wewe kuwa kwenye huduma. Musa anaenda kuomba mfumo. Na ndio leo Farao anawazalau wana wa Israeli kwa sababu Musa ameomba mfumo. Farao sasa hivi anaona sasa hata walikuwa wakiwa naongea, wanaomba, wanafanya nini? Wanaonekana ni wapiga kelele tu. Kwa sababu gani? Musa, the man of God that God has sent to represent us in the system or before the system, they are not there to represent us. They are there for their own benefit, and instead wanaenda kubembeleza mfumo. Kwa hiyo wakitoka pale, Farao anatuona sisi na viongozi wetu wa dini wote ni hamna kitu. Ndio maana leo tunao watumishi wa Mungu, tunao watu ambao they are not even ready to come to our churches. Why? Because Musa anabembeleza mfumo, haukomandi mfumo. Na nimewambia the world at large, it is against us naturally. We are not of this world. The world is against us naturally. Stay with me. I'm going deeper somewhere. Musa anafika kwenye mfumo, anaanza kumwambia tupe ruhusa, tunaomba tupe ruhusa. Maana usipotupa ruhusa, Mungu atatupiga sisi na magonjwa. Yani we have men and women of God now in our world ambao wakifika kwa Farao, they are not proud of their God. They are proud of the system. That's one. The second thing, wanaenda kumrepresent Mungu in a negative way. Anafika kwa labda, kwa mfano, nachukulia mfano, sio kama ndio kweli. Nachukulia mfano kwa rais. Akifika pale, mheshimiwa, I'm dying, my ministry is not growing, whatever. It's like our God is not able to do or to deliver. Of which Farao anatuona sasa kwamba if I am the one to allow you to go, I'm the one to give you, to set you free, then what is it that can stop me from keeping you in my campus? Because even your God cannot deliver you from just a small things. Kwa hiyo huu mfumo ndio unatuharibia leo. Na tunapata sasa waamini wengi ambao wanaenda kumwakilisha Mungu but in a negative way.
Wanafika watu, jamani, Bwana Yesu asifiwe, ninatoka kwa labda kwenye huduma labda fulani, niko hapa napitia mambo magumu sana, niko kama Ayubu. Who told you? You are not even supposed to say those words, because you are a heaven product. You should speak as a man from heaven. You are not of this world, guys. You are not. Sasa tumekuwa na watumishi, tumekuwa na watu, tumekuwa na waamini ambao they are not representing God the way he is. They are representing God the way the system wants them to represent. Ni watu na watu leo ambao wanaweza kufika wakaanza kumwambia labda mfano labda waziri akija kanisani, wanamwambia shida zao zote, ambao mambo hayo angemwambia Mungu. Is the greatest prophet that I can talk of, Prophet Emmanuel Makandiwa. That man is so great. I love that man. One day alikuwa anazungumzia jambo fulani, akasema ana namba ya rais wa nchi yake, na rais wa nchi yake, kuna wakati rais wa nchi yake anampigia simu, anahitaji kuongea naye, jamaa hapokei. Kwa nini? Anasema I don't just feel like kupokea tu, na anaongea live. Lakini chukua Tanzania au nchi zingine, rais akipiga simu, jamani, mtu analisha ibada. Why? Because we are not of this world, lakini we are subjected in the world. Even the men and women of God ambao tunawaamini wanataka tu represent kwenye mfumo, waende wakakonfront mfumo. Hao ndio watu pekee wanaenda kutupeleka kwenye mfumo na kutuombesha. Siku moja nilikuwa nafundisha somo moja kuhusu habari ya Yesu. Leo tuna watumishi ambao wanatuambia nendeni kafanyeni kazi, pambaneni, uweni, fanyeni hivi. Of course mambo haya yakionekana ni mambo ya kizalendo, lakini ndani yake kuna demonic. Ele kabarusi hata. Watu Mungu, tokeni hapa, pambaneni, fanyeni kazi usiku na mchana, fanyeni hivi na hivi na hivi. It seems like they're encouraging us, but there is a demonic also in that word. It requires a spiritual man to understand the spiritual languages. Shalom. Mekodozi ya tebende sukaradi se jedebele. Tuone mstari wa 4 haraka kidogo. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Sasa angalia Farao anachokijibu. Maadamu mmekuja kuniomba, manake maombi kuna aina mbili, unaweza kujibiwa au usijibiwe. Sasa maadamu mmekuja kuniomba, wewe Musa na Haruni, kwa nini mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Farao anafikia tu anawaambia mna mizigo na nyinyi ya kwenu, kaendelee na mizigo yenu. Sasa angalia kitu ambacho Musa alikifanya. Kila mtumishi wa Mungu, kila mtu wa Mungu anatakiwa na vitu viwili. Cha kwanza, huyu mtu wa Mungu lazima ana uwezo wa kusaidia watu. Lazima ana uwezo wa kuwasaidia watu kutoka kwenye mfumo wa Farao. Ukiona mtumishi akusaidii kutoka kwenye mfumo wa Farao, anakupeleka zaidi kwenye mfumo wa Farao, learn from that ministry, learn from that church, learn from that man of God, because he is the one anayetumiwa na Farao kukusindikiza ubaki chini. Kwa sababu this world leo Mungu anisaidie tu. Twende na mimi kidogo pole. Hii dunia ina mifumo. Watu watakuona kama vile kufanya kazi na kupambana usiku na mchana ni kitu cha muhimu sana, au ni kitu cha kuangania sana, lakini wamesahau Farao ndio ameweka mfumo huu ili watu wafanye kazi. Sasa mtumishi wa Mungu lazima awe na uwezo wa kumsaidia mtu kutua mizigo. Farao anamwambia Musa kwamba ninyi mnataka kuwatoa watu mizigo, umeelewa? Au basi nendeni na nyinyi mizigo yenu. Maana mtumishi wa Mungu amebeba a certain authority, a certain mandate ya kuhakikisha anaweza katua mzigo wa mtu. And I pray for you in the name of Jesus Christ. Kila mzigo uliokuwa ndio maisha yako, mzigo wa aina yoyote, wa rangi yoyote, wa sehemu yoyote, mzigo huo kuachia kuanzia leo. Mzigo huo kuachia kuanzia leo. Uwe free from any demonic influences or any demonic attack. May the Lord deliver you in Jesus name. Hebu rudia mstari wa 4. Soma mstari wa 4 vizuri.
Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawatisha watu kazi zao? Kwa hiyo Musa na Haruni wakati wanaongea na wale watu, the world system tutazungumzia, mfumo wa dunia. Wakati wanaongea na wale watu, Farao anawaambia mnataka kuwatisha watu kazi. Jamani, leo saizi hata hapa sasa ninavyozungumza hii message, hata ujumbe huu najua unaenda viral, utaenda sehemu mbalimbali huko. Mtu akisikia anasema huyu mtumishi bana ana mambo ya ajabu huyu. Niache kazi nitakula nini? Nikiacha kazi nitafanya nini? Nitaishije? Maisha yangu yatakuwaje? Wakati ukiwa mtoto, uliwahi kufanya kazi yoyote na ya kulipwa na ulikulaje? Shida sio kazi. Shida ni nini kinachokuinfluence kufanya kazi? Kama ni Mungu, that's well and good. But kama kuna demons behind the thing, that is what I'm dealing now with. Musa akiuzungumza ukweli, Farao anakosa kufanya kazi. And we are heading to the nation. We are heading for 4 years from now. We are heading to a generation where even the government will seek for the people to hire. Serikali zitatafuta watu kuwaajiri, watawakosa. Mark my word. Because there is a spiritual awakening inatokea saizi. Kuna uamsho katika ulimwengu wa roho ambao watu zao wanaamka wanasema I don't want to work for the any system of this world. I just want to work for God. And from there I will have my dinner. I will have my lunch. Sasa huyu Farao anamwambia Musa, kwa nini unataka kuachisha watu kazi? Kwa ujumbe nao kuambia saizi, hii message nao kuambia saizi ni message ya kufanya utoke kwa Farao. Ni message ambayo inakutoa kwa Farao, lakini inahitaji maturity kuelewa tukizungumza, kuwa na open mind. Shalom. Shalom. Anasema kwa nini unataka kuachisha watu kazi zao? Yaani mimi sitaki kuachisha watu kazi, nataka niwaache watu muwe huru ili mjue mfumo wa Farao unafanya kazi. Tunaenda sehemu. Farao anamzuia Musa. Anaona Musa kama anataka kuachisha watu kazi. At the same time, Farao anamwambia Musa, nenda na mizigo yenu. Meaning tunao watumishi ambao wanawakilisha ukweli wa Mungu sawa kama ujisi ulivyo. Lakini wanavyowakilisha Farao hataki. Nisikizeni vizuri. Farao hataki watu waambiwe ukweli. Kuna sehemu ndaija tunaenda hapo mbele kidogo. Farao hataki watu waambiwe ukweli. Kwa hiyo akiona Musa anataka kuambia watu ukweli au anataka kuwaweka watu wajitambue, Farao anamwambia tokeni na mizigo yenu. Na ndio maana sasa nikikwambia God will provide, few of you will believe. Watu wachache ndio mtaniamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu Farao na mfumo wake amewaaminisha bila kazi uweze ukara, bila kutumikishwa, bila kuwa mtumwa wa system wa kuna. I'm not talking about jobs, nazungumzia vitu ambavyo vina control the world. Kuna watu wanakula, Biblia inasema kitabu cha Zaburi 127, watu wanafanya kazi lakini wanakula chakula chao cha taabu. Kwa mtazamo nakula mimi, nafanya biashara, nafanya kazi. Nyie mjiulize swali, kwa nini hata waziri ameajiriwa lakini bado anakula rushwa? Mean the system is in one way or the other is not right. Mfumo hujakaa vizuri. Sababu kama mtu anaweza kulipa milioni 12 per month au milioni 15 per month, lakini still anaiba bilioni, anaiba zaidi ya hela nyingine, kwa nini aibe na yeye ni waziri? Meaning something is not okay. Something is not right. Then now tunamfumbua Farao vizuri. Twende mstari wa 5 mwanangu. Chap. Kisha Farao akasema, tazameni watu wa nchi sasa ni wengi. Sasa angalia hicho Farao alikuwa ni mjanja. Farao sio mjinga. Ele barusi akata. Farao ni mjanja. Ameshaona kuna message Yeremia anaitoa saa hizi. Leo tarehe ngapi? Tarehe 17. Tarehe 17 ya leo. Farao anajua kuna message, kuna kijana mmoja kutokea mbinguni anaitwa Prophet Jeremiah ambaye anasema ukweli fulani. Kwa hiyo Farao akaanza kuwaambia watu wake, mpaka sasa ninavyozungumza, in the realms of the spirit kuna taarifa zinasambaa. Kuna taarifa zipo zinasambaa sasa hizi kwamba kuna kijana anakuja anajifanya anajua mambo. Hey, we have to deal with him right now. Lakini kitu cha ajabu ambacho hawajajua, this is the man from heaven.
I've fought a lot of battles. Sijatokea tu. Sijatokea. Nimekuwa kwenye game hizi hadi miaka 20. Kwa I know what I'm saying. Hallelujah. Okay, endelea. Anasema kwa sababu watu hao wameshakuwa wengi, nani mnawapumzisha wasichukue mizigo yao? Sasa angalia, Farao anajua. Yeremia akihubiri, Prophet Jeremiah akizungumza, atawapumzisha watu. Katika jina la Yesu. Amen. May you find rest in anything that you are doing now and forever. May you find rest. Let the peace of God keep you. May the peace of the Lord keep you. Keep your job, your business, whatever you are doing. Let there be rest in your life. In Jesus name. Rato zeheta. Injili ya kweli kihubiriwa, lazima watu wapate pumziko. That's one. Afu cha pili, when you see yourself, when you are in the ministry or wherever you are, ukiwa kwenye huduma, wherever across the globe, wherever you are, if you don't see rest, even in the message that you are receiving every single day in your church or in your churches, if you don't find rest, then you have to question that message. Is it about God? Is it real God who is speaking to me? Or there's a fellow system even in that preaching? Ukiona hakuna pumziko, ukiona hakuna pumziko hata katika mahubiri na watumishi, ukiona bado unazidi kuwa triggered kufanya vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya kama mwana wa Mungu, then jua Farao ameingilia kwenye mfumo. Farao yuko kwenye mfumo wenu. Yaani anaweza kuingia kwenye mfumo na mtumishi akahubiri, mkajua mtumishi anahubiri neno la Mungu lakini anamhubiri Farao. Ndio wale watumishi ambao wakifika pale makanisani, I'm sorry, this is Prophet Jeremiah. I'm very honest. Nimefuatilia watumishi wengi hata even in my country here and across the globe. Watu sasa wakifika, sasa watumishi hawamhubiri Kristo, wanahubiri wanasiasa. It's like wanasiasa wamekuwa ni Mungu sasa kwenye makanisa. I'm not preaching about that. I'm not against that. But there is a point, kuna sehemu ya kuongelea watu, kuna sehemu ya kumwongelea Mungu. That's the church. People are coming there. Watu wanakuja hapa kanisani. They want to hear God, not a politician. For instance, labda chama tawala cha nchi kama ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, au NSSF, NCP, whatever. We are just busy preaching about other things and not Christ. That's why the other day I said, many men of God, they are not preaching the Christ. They are preaching about the Christ. They are not preaching Christ. They are preaching about Christ. So, we find in our world today, people are busy preaching about what God can deliver or what God can do, but they are not preaching the God that can do those things. Kwa hiyo tuna watu ambao makanisani, now we have people in our churches nowadays ambao wanakuja makanisani not for God but for what God has. Marato jede periatala. The Bible says, alikuja kwa walio wake wakamkataa, bali kila aliyempokea alimpa uwezo kufanyika mwana. Kwa hiyo Mungu, sasa watu wengi wanahubiri vitu ambavyo wanavipata kwa kumpokea Mungu na wanashinda kumhubiri yeye anayetoa vile vitu. Kwa hiyo tuna makanisa sasa, watu wanakuja makanisani, they are busy in our churches receiving miracles. I'm not against that. By the way, this is Christ Life Ministry. I'm not here to preach about miracles na vitu vingine, even though I will do those things live with your own eyes. But my message that I carry is the life of God. I'm here to bring to you a life of God, the Zoe kind of life, the complete, the perfected life. Makuria daisisa pataya. The life of God is what I'm presenting to you. It's not about miracles. Miracles for the non-believers. By the way, I'm a little bit a theologian. Let me shock you. Miracles, miujiza, nini, sign, zote hizo au hata uponyaji haukutakiwa kuwa makanisani. Makanisani, according to the scripture, we are supposed to show those signs, miracles to non-believers. But for the believers, we have to teach them the word. That's why we have never seen even once Jesus prayed for his disciples.
he was always praying for other people, those who were not believing in him, so that they could believe in him. But he was never, and I have never seen even once, Yesu hajawahi kumshika Petro kamwona hata anamwekea mkono Yohana, katika jina la Yesu nakemea roho ya mauti. Hakuna. Why? Because when the word is well preached, my God, the fellow system has to break out, has to break down. Edoshi hetabu rakapatoshe edianosia aladhade. So mwanangu, so nenda mstari wa 6, nenda mstari wa 6, chap tani nende sehemu na siku ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wale Farao. Sasa angalia, baada ya Farao kujua Yeremia anahubiri, nisikizeni, huu ujumbe utaenda TikTok, utaenda Instagram, utaenda WhatsApp, utaenda sehemu mbalimbali, utasambaa. Farao atasikia, na mpaka sasa anasikia, na nisikia. Na baada ya kusikia, ataamuru watu. Msiwape watu tena majani ya kufanyia. Sasa this is the point now. Kwa nini Farao anasema msiwape watu majani ya kufanyia matofali? Let me explain the spiritual meaning of that majani. Ukisoma Kiingereza anasema hivi, and you shall no more give the people throw to make brick or bricks. Anaposema msiwape watu majani, anamaanisha don't give them simplicity over complexity. Or let them suffer. Do you understand? Let them suffer. Don't emphasize on spiritual things rather than make them suffer on material things and lose focus. I'm going to listen and lose focus. Hide them from the truth so that they won't know who they are in God. Ndio maana Farao akasema msiwape watu majani. Neno hili limetumika kama metaphor ama theology. Let me explain it later. Akarakatoshe. Anasema msiwape watu majani. Hazungumzii majani. Anazungumzia don't make simplicity over them. We have to make things complex to them. Much as they have believed the God that they have not seen in their own eyes, let us make complexity in their life. That's why we see nowadays it is very hard, and according to the world system, it is very hard for the man, woman, or a child of God to find expression in this world. Why? Because there is a system that puts a complexity even in simplicity. Mfumo ambao unaweka uzito, ugumu kwenye vitu vyepesi. Maana according to God everything is simple. Nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini mfumo unaweka vitu vigumu. Kwa unajikuta hata kupata saizi fedha ni kazi. Sio kwa sababu fedha haipo. Okay, labda niulize swali. Kama fedha inatengenezwa na karatasi, why should I even pay tax? Why sijui maana naongea na watu ambao wana open mind. Kwa nini serikali isitengeneze kama karatasi ndio inatengeneza fedha? Kwa nini serikali isitoe karatasi nyingi? Wananchi wasilipe kodi. Maana tunakuja kujua this is the system specifically target the believers, those who have isolated themselves from the world. That's why at that very moment ulipomkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi maisha yako, from that very moment ukajikuta umekuwa isolated from the system. Vitu ambavyo vilikuwa ni vipesi kwako kuvipata vimekuwa vigumu tena. Why? Because mfumo, it was simple but was made complex to you because you have accepted the another system, the another kingdom. Hallelujah. Eleboria dosaida. Kwa hiyo Farao anasema don't give them your straw to make bricks. Anamaanisha kwamba don't give them simplicity over complexity, or let them suffer. Maana mfumo sasa hivi unataka upambane. Ndio maana unasikia wanakuwa kutoboa watumishi. Sasa hivi mtumishi hapa, kama sasa hivi nimevaa suti yangu hapa, nimependeza. Thank you Lord Jesus. Mtu mwingine hapendi kuona watumishi wamependeza. So anataka kuona watumishi wana suffer. When a man of God is making money, for instance, I've been watching Minnesota mara kwa mara, but at some point nimekuwa nimwangalia mtumishi wa Mungu Kapola Mamposa. They've made it in life in terms of financial. I don't talk about their spirituality, that is another case. They've made it in life, and when you see them, you see the simplicity of the gospel. Do you understand?
the simplicity of the gospel. You don't see the complexity of the gospel because they've simplified the gospel even to the young, even to the youth. But previously, when we were young, the gospel were jamani, injili ilikuwa ngumu. Nazungumzia miaka 2003 huko napozungumzia. The gospel was very hard. Why? Kwa sababu Farao aliweka watu mfumo. These people have or has to suffer. Ndio maana nakwambia msiwape watu nini? Majani. Kwa hiyo when you see yourself struggling does not mean God is not with you. If the system is against you, the system doesn't want you to have those things easily. Ndio maana hata huduma unaona zikitaka kutoboa mpaka vitu vinakuwa vigumu, purukushani. One day nilikuwa namuuliza mtu, I don't know, Mungu anikumbushe. Nikamuuliza swali, kwa nini waganga wa kienyeji hawapati ugumu kama watumishi? Mganga wa kienyeji sasa akifanya tu watu nakimbia mpaka viongozi wa serikali wamo. Lakini when a man of God akisema tu mimi ni mtumishi wa Mungu, tayari the question, Farao anaanza kumtafuta, anaanza kumuinda. Una usajili, umesoma theolojia, fanya nini? Kwa nini mbona waganga waulizi kwa nini wamejifunza hapo chao? Ndio mtanielewa sasa. The system is against us. We have to find another way. Now stay with me. I'm going to explain to you the way of escape from this catastrophe. Alafu Farao anamwambia don't emphasize on spiritual things, rather make them focus on material things. That's why nowadays watu wako busy wanatafuta hela. Jamani, mnanisikiza lakini vizuri? Watu wako busy wanasema mimi natafuta hela. Unatafutia wapi? Ajua hapo anatafutia hela, lakini yupo anatafuta hela. Kwa sababu Farao anajua watu hawa wakiweka emphasize, wakiwa emphasize kwenye spiritual things, they will lose watumwa. Ndio maana saizi mnaona hata mifumo ya duniani inawashikilia watu kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12, wengine mpaka saa 2 usiku ndio wanatoka makazini, ili wasipate muda wa kumwabudu Mungu. Kwa nini? Farao anachotaka, anaondoa simplicity kufanya complex. Alafu anaput emphasis, anatoa emphasis kwenye spiritual things, anapeleka kwenye material things. Sasa mfumo unatoa watu kufikiri au kufocus na vitu vya rohoni. Hapo nakuja kuzungumzia ion, tutakuja nielewe siku nyingine. Kwa hiyo unakuta watu wamekaa pale na anaamka saa 12 anaenda kufanya kazi. Anafanya kazi gani? Anatafuta chakula. Sijazuia kufanya kazi. Nisikizeni vizuri. Sijazuia kufanya kazi. You just do. But I want you to be free. Ujue there is another system working over your life. You have to be aware of the system behind the system. Because when you go behind the system, you find the system, even the system, there is some system behind the system. You will not see the system unless you see the system behind the system and the system behind the system. Hauwezi kuona mfumo mpaka uone mfumo juu ya mfumo, na nyuma ya mfumo kuna mfumo, na kwenye mfumo kuna mfumo. My God. Kwa hiyo unakuta watu sasa hata ukiambia kwenda kanisani, watu hawataki. Kwa sababu they are busy looking for money. They are busy looking for finances. They are busy looking for material things. I want to buy a car. I want to have a house. Lakini vitu vyote hivi vinapatikana in their spirit, but they have Farao draw their focus from within them, amepeleka outside. Kwa hiyo anajikuta watu wanatumikishwa na Farao bila kujua. That's why the system is against us. We really have to go away from that system. Let us go, my daughter. Naomba tuende haraka maana kuna sehemu nataka tufike. Twende chukua mstari wa 7, tuenda mstari wa 8, si ndio? Msiwape watu majani tena ya kufanyia matofali kama ilivyokuwa tangu mwanzo. Waende wakatafute majani wenyewe. You see now, Farao ndio anawaambia watu wakatafute majani wenyewe. Yaani amekunyima, amekuzuilia ule urahisi wa kupata vitu. Alafu anakuambia ukatafute mwenyewe kwa ugumu sasa. Ameshaka mfumo wake sasa. Yaani kama sasa the world is against you, the system is against you. Go and find yourself. Go and find that money. Go and find that business. Go and do what you can do to make money for yourself. Even though the money, jamani, kwani pesa zinaendaga wapi? Zinazunguka kila siku Tanzania. Zinaendaga wapi? Kwa hiyo sitaki kuongea sana. Fedha zinaenda wapi? If
if this is not the game, then where does our money goes? Because mimi naenda sasa dukani kununua penseli na natoa hela. Hiyo naenda kununua inaenda hivyo, si sawa? Then where all of this money zinapokwenda? Then you come to realize, and you agree with me, there is a system that controls the system behind the system. Kuna mfumo ambao unaongoza mfumo nyuma ya mfumo. Shalom. Shalom. Farao anakuambia katafute. Waache katafute wenye majani. And I want to prophesy right now. Malizia mstari wangu mpaka wa 11 tu hapo twende. Lakini hesabu ya matofali wanakuwa wakifanya tokea hapo. Wawekeni hiyo. Yaani pamoja na ugumu wa maisha mliowekewa, bado hesabu matofali iko vile vile. Msipunguze hata kidogo. Kwa maana ni wavivu hao. You see? Hiyo wanapigia kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Angalia. Farao anasema watu hawa wanapiga kelele sana. Na jamani, nyinyi mnajua watu walioamini Mungu walokole sasa hizo wanaonekana wapiga kelele. Wanaonekana ni wazumbuaji. Wanaonekana hawana chochote. Na wakati mwingine akionekana ni mlokole ndio amekuja hata kwenye ofisi, anazalauliwa. Anaonekana hana vitu ambavyo ana argument. Ana grounds. Sababu mfumo unatutambua kama sisi tunapiga kelele. Tunaonekana ni wavivu. Sasa nikikwambia tu njoo nikasema tuombe, mtu anasema mwana tutaki kufanya kazi. They don't want to work. Kwa sababu mfumo unawatambua watu wao. Na kuna watu hapa mnaniangalia live. God for you. Unaweza kaa hapo na umekaa hapo unasema lazima mimi nipambane maisha yangu, lazima nitoboe. Then tangu umeanza mwaka 2018 mpaka leo, have you find satisfaction when what you are doing? Then kama hujapata utoshelevu, then rudi kwangu nikwambie sasa siri hii. There is a system behind the system that controls the system. Kuna mfumo nyuma ya mfumo ambao unaongoza mfumo. Na anasema msiwape watu hao majani. Kwa sababu watu hawa ni wavivu. Watu Mungu, sisi tunapokuwa tumekutana, tunapokuwa tukiomba, tunapokuwa tukifunga na kusali, tunaonekana kwa Farao sisi tunaonekana ni wavivu. Kwa Farao mfumo unatambua sisi ni wavivu. Mfumo unatambua sisi ni wavivu. Mfumo unatambua sisi ni wavivu. Na sio wavivu tu, tunaonekana wapiga kelele. Ndio maana leo usishangae wale uko Msewe siku moja mtu anakuja anasema hivi unatupigia kelele. Sababu hivyo ndivyo mfumo unavyotambua. Ni wapiga kelele hao. Hawana point za msingi. Farao ameshawaambia watu wake msiwasikilize. Okay, malizia mstari wa mwisho ili niweze malizia mstari wapeni watu hao kazi. Kazi nzito zaidi. You see? Yaani Farao anawaambia watu, leo nitaishia tu mstari wa 10, Mungu anisaidie. Wapeni watu mzigo, wapeni watu kazi. Kwa hiyo ukiona unafanya kazi ambayo hamna pumziko, ni Farao ameamuru upewe kazi nzito zaidi. Yaani anasema kazi nzito zaidi. Na kesho nitaendelea sehemu nyingine. Kazi nzito zaidi, waitaabikie wala wasiangalie maneno ya uongo. Okay, let me explain something. Alafu baadaye niombe. Farao atakuwa anamaanisha hapa, waache watu hawa wateseke, wataabike, wasipate maisha kwa urahisi, wasipate huduma zao zisikuwe kwa urahisi, biashara zao zisikuwe kwa urahisi. They have to suffer in this world. That is the meaning of that. Farao anawaambia lazima watu wao wateseke. Wanajifanya wanaomba wanajifanya wanamjua Mungu wanajifanya wanajua kusana na kukemea mapepo Let them suffer. Wapeni kazi nzito. Ndio maana leo tunaona watu duniani, tunaona wafanyabiashara, tunaona watumishi, tunaona watu mbalimbali. Hata kutoka kwenye huduma ni kazi, kwa sababu Farao, mfumo wa Farao umeamuru watu wapewe kazi nzito kwenye huduma. Nzito. Yaani unapewa purukushani kiasi kwamba hata huduma haiwezi kutulia. Biashara haiwezi kutulia, kampuni haiwezi kutulia, kwa sababu Farao amesema wapewe kazi nzito, waitaabikie. You are a witness of this. Wewe ni shahidi wa hili. Hata sasa unataabika. Ni kweli unafanya kazi. Ni kweli unaomba. Ni kweli unasikiliza serikali na mfumo, lakini unataabika. And you are a witness of this. Unataabika kwa sababu gani?
Farao amesema utaabikie hiyo kazi. Na anamalizia Farao anamalizia anasema watu hawa ni waongo, msiwasikilize maneno yao. Farao anajaribu paka kuzuia kwamba hata watumishi wao msiwasikilize. Ndio maana sasa mimi ninapokuambia hapa nazakana ni muongo, mbona niishie hapa kwa leo, nitaeleza next time. Farao hapa anachokionyesha, hata watumishi msiwasikilize, hata Musa msimsikilize. I'm here, niko hapa kukuletea ukweli ambao umejificha muda mrefu. You really have to be free. You really have to be free. Usinielewe leo, utanielewa unapoendelea kwenda. Na unapoendelea kunisikiza utanielewa. Farao ameweka mfumo ambao anahitaji watu washikwe, wawe bound, na anahakikisha unataabika, unateseka, unahangaika na unapewa kazi nzito. Leo kutafuta chakula, kupata chakula ni kazi, imekuwa nzito. Kupata mavazi, kupata vitu vya maana kwa maisha yako imekuwa ni kazi nzito, unataabika na bado unaonekana ni mwongo. Na hata watumishi tukiwaambia God can provide, you don't believe us anymore. Why? Kwa sababu kuna taarifa ya Farao inaendelea huko, na Farao ameshawaambia watu wake msiwasikilize. Ndio maana leo ni virahisi sana watu kumsikiliza mganga wa kienyeji, ni virahisi sana watu kumsikiliza mwanasiasa, ni virahisi sana watu kumsikiliza mtu mwingine, lakini sio mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Farao amewaambia watu msiwasikilize maneno yao ya uongo. Sasa ninapokuambia mtu wa Mungu, ninapokuambia maneno haya, kuna mfumo umeshatoa taarifa kwamba ninakuambia uongo ili uendelee kuwa bound kwenye mfumo fulani. But I'm here to set you free in Jesus' mighty name. May your mind, your soul, your spirit, even your body be saved, be delivered from all of this trickery of the devil. Bwana akuokoe katika mambo yote hayo. Hakuna neno nimezungumza hapa la uongo. Yote haya ni maneno ya Mungu. Lakini Farao ndo anawaambia watu msiwasikilize. Ndio maana leo watu wakisikia watumishi wa Mungu kama saizi hapa, unayeangalia saizi TikTok, unayeangalia YouTube, unayeangalia Facebook, unayeangalia kwenye njia zote zile ambazo unaniangalia. Farao sasa hizi anajua ukweli huu ukifikia, ukweli huu ukiuelewa, utakuwa huru. Kwa anakuambia usisikilize, ninachokuambia ni uongo. Utawezaje kuishi bila kazi? Unawezaje kuishi bila kupambana? Unawezaje kuishi bila mfumo fulani, bila kuwa na mangekongeiko fulani? Lakini at the same time tuna simba, tuna ndege wangani wanakula free. That means something is wrong with our messages as men of God, and something is wrong with our members. Ni vitu gani tunataka kusikia? Now this is the time for truth. This is the time for truth. Na Farao aliwaambia wazuieni wasijue ukweli, who they are in God. We are sons and daughters of God. We are not bound with this world system. We are above the system. We are above the system. The Bible says who comes from above is above all. You are above the system. You are above witchcraft. You are above the world manipulations. You are above any trickery of the devil. You are above it. You are a victor in Christ Jesus. You have been raised with Christ in heaven places. You are safe. You are protected. You are delivered. You are isolated. You are safe. No witchcraft, no any demonic attack will harm you. You are safe. God has raised his hand toward your direction, and nothing evil will touch you. I decree and I declare, be formed in you. Let this word of God find expression through your life, so that you can live the life of God. That you are not supposed to suffer. You are not supposed to beg for the system. You are not supposed even to fight, even to look for the things that has supposed to look for you. Anything that you are looking at is inside of you, is within you.
It is you now to cultivate that nature in you, so that things will begin to look for you. I decree and I declare, even in your body, you are healed right now. No sickness, no devil, no disease, no witchcraft, nothing is going to work over your body. I speak life in your blood. I speak life in your brain. I speak life in your family. I speak life even in your bones. You are healed. You are delivered. You are healed. As I'm speaking, as you are watching this video, as you are watching this live broadcast, as you are watching this sermon, you are healed. You are safe. You are delivered. No harm, no witches, no wizard will ever touch you. In Jesus' mighty name, I decree and I declare, I give you the Zoe kind of life. Now begin to live that life. Live that life of glory, the life of victory, the life of joy. No circumstances ambazo zitakutoa katika mpango wa Mungu. You will be safe than ever before. As you keep watching and listening to me, you'll begin to understand God even more deeper than you used to know. In Jesus' mighty name, amen. Shalom, shalom. Tuko mwaka wa uchaguzi, right? Nitakuwa ni jambo la ajabu nisiposemea neno hili ambalo natakiwa niliseme kama mtumishi wa Mungu. Niliwahi kulisema neno hili mwaka 2022 na leo nalirudia tena kulisema, na nilisema mara kwa mara, na wale walio kwenye mkesha wa mwaka huu walisikia nilisema. Nilihisi harufu ya the late president in the White House, na nikaendelea kuona mambo mengi mbalimbali. As we go along, tutaendelea kutoa clarification ya kitu. Na mwaka huu nikasema yule aliyopo hatakiwi kuwepo, na ambaye anatakiwa kuwepo anazuiliwa kuwepo. Lakini Bwana ameshajitafutia Daudi na yuko njiani, na Daudi yuko kwenye mfumo mpaka sasa. Ni swala la muda. I will explain that later. Sitaki kuzungumza kwa rahisi zaidi, but the day before yesterday I was also praying, and the Lord spoke to me about something. And when I was in my time in meditation, I heard a tongue, and those tongue zilikuwa ziko in White House, and I heard the Lord say, this is the new move, the new Tanzania is coming. Tanzania mpya inakuja, na of course ipo paka sasa. Tanzania mpya inakuja. Daudi alifichwa kwa muda, lakini Daudi alikuwepo akisoma michezo yote. Unaweza usinielewa sana, lakini Daudi ananena kwa lugha. Ni kitu ambacho hakija kutokea, but this time kinakwenda kutokea. Tunaweza swali, nabii, mbona unachokisema akionekani kabisa kuelekea, akionekani kwako, lakini kwa Mungu kinaonekana hivyo? Unayaona ishatokea, kwa sababu saizi Daudi ataanza kuinuliwa, na miti, mashina ya miti yatakatika ili embe liweze kuanguka. Kumbuka hata Yohana alitangulia. Watu walimwogopa Yohana na walimsikiza Yohana kuliko Yesu, lakini wakati Yesu amefika, Yohana ilibidi afe. Shalom, shalom. Wait and see. None of my word will never fall to the ground. God bless you. See you next time. Shalom, shalom.
Amen. Haratoshile badia sata. Shekepeliada. Ili mtu aweze kuchuma mwembe, lazima avute tawi ili kuchukua embe, na tawi tukilikata embe linaanguka bila kuchuma sehemu yoyote. Mtaenda ku witness vitu vingi vikifanyika, lakini Daudi anaingia ikulu katika jina la Yesu. God bless you. Amen. See you next time. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Shalom na hongereni kwa kusikiliza kipindi mpaka mwishoni. Kama umebarikiwa na huduma hii na ungetamani kuungana na sisi tukiwa katika ibada zetu, tunapatikana Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, mahali panaitwa Msewe, na tunapatikana kila siku za Alhamisi na Jumapili. Siku ya Alhamisi ni kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12, na siku ya Jumapili ni kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Kwa wote ambao wanatokea Kibo, wanatokea Mbezi au Kariakoo au maeneo mengine yoyote, kituo ambacho utashukia kitakuwa kinaitwa Kibo, Ubungo Kibo. Na ukifika hapo Ubungo Kibo, ukimuuliza mtu yoyote anaweza tukukuelekeza mahali ambapo panaitwa KinderCare Teachers College, sio mahali pa kupotea. Kwa maulizo na maelezo mengine zaidi, kwa ambao utahitaji labda kufika, utakuwa na ushuhuda na maswali mengine yoyote, utatupigia simu kupitia namba 0765 51 41 13. Namba ni 0765 51 41 13. Na kama ungependa kutoa sadaka pia, fungu la 10, sadaka za maendeleo au kusupport huduma hii kwa namna yoyote ile, namba za simu ni kwa M-Pesa ni 0746 64 0996. M-Pesa ni 0746 64 0996. Jina litakuja Katuga Martin. Na kwa wale ambao ni Tigo au Mix by Yas ni 0711 91 9829, ni 0711 91 9829. Jina litakuwa ni hilo hilo Katuga Martin. Na kama utapenda pia kutuma kwa njia ya benki, akaunti ya benki ni NMB. Namba ya akaunti ni 3111006583. Akaunti namba ya NMB ni 3111006583. Na kwa wale ambao wako nje ya Tanzania, labda wangetamani kutuma kwa akaunti ya dola, akaunti yetu ni NMB 4321002959. Akaunti ya dola ni 4321002959. Hongereni sana kwa ibada na tukutane kipindi kijacho, na mbarikiwe sana na Mungu anawapenda. Karibuni sana. Mko na mimi mtangazaji wenu Karen Emmanuel Makisa.